Leo nitakuelezea kila kitu unachopaswa kufahamu kuhusiana na mining ya Bitcoin na kwa nini ndiyo moyo wa mfumo mzima wa Bitcoin. Watu wengi wakisikia neno mining wanafikiri labda Bitcoin inachimbwa chini ya ardhi kama dhahabu, lakini ukweli ni kwamba hakuna mtu anayechimba Bitcoin kwa koleo, jembe au bulldozer. Bitcoin inazalishwa kwa kutumia nguvu ya kompyuta, umeme na ushindani mkali sana wa kimahesabu. Na ukielewa hii, utaelewa kwa nini Bitcoin ni ya kipekee sana duniani. Mimi naitwa Musa Babas, ni mjasiriamali na mwekezaji, na nimekuwa nikijifunza, kufuatilia na kuelezea Bitcoin na uwekezaji kwa lugha rahisi ili mtu wa kawaida aweze kuelewa bila kuchanganyikiwa na maneno magumu ya kiteknolojia. Na natoa video mpya za mafunzo hapa YouTube kila wiki. So kama unapendezwa na video za mafunzo kama hizi, basi like hii video, subscribe to the channel na washa kengele ya notifications ili uwe wa kwanza kupata mafunzo kila nitakapotoa video mpya. Sasa kitu cha kwanza kabisa unachopaswa kujua ni hiki. Bitcoin ni pesa ya kidijitali ambayo haina benki moja ya kusimamia, haina rais wa kuidhinisha miamala na haina kampuni moja inayoweza kuizima. Sasa swali linakuja, kama hakuna benki, hakuna kampuni na hakuna bosi mmoja, je, ni nani anahakikisha kwamba miamala ya Bitcoin ni halali? Jibu ni miners, yani wachimbaji wa Bitcoin. Na hapa ndipo mining ya Bitcoin inapoanzia. Mining ni mchakato wa kutumia kompyuta zenye nguvu sana kuthibitisha miamala ya Bitcoin na kuilinda network nzima ya Bitcoin. Kwa kufanya kazi hiyo, miners hupata zawadi ya Bitcoin mpya pamoja na ada za miamala ya Bitcoin ambayo wewe unalipia pindi ukituma au kupokea Bitcoin. Kwa lugha rahisi zaidi, fikiria Bitcoin kama kitabu kikubwa cha hesabu kinachoonesha nani alituma pesa na alituma hiyo pesa kwa nani. Sasa kila mtu duniani anaweza kukiona kitabu hicho, lakini sio kila mtu anaweza kuandika tu chochote kile anachokitaka. Ili taarifa mpya iingie kwenye hicho kitabu, lazima ithibitishwe kwanza, na hiyo ndio kazi ya miners. Sasa kabla sijaendelea, naomba nikupe ukweli mchungu tu kwamba Bitcoin na crypto kwa ujumla haitokulipa kwa kubahatisha, bali itakulipa kwa kuwa na taarifa sahihi, timing sahihi na mfumo sahihi. Kwa hiyo ukiendelea kutegemea content za bure peke yake za hapa YouTube, basi utaendelea kuchelewa na kukosa opportunities. Sasa na ndio maana tuna private crypto community yetu. Na hii ni kwa watu serious tu wanaotaka kuwa hatua mbele zaidi ya wengine. So kama unataka kuacha kuwa mtazamaji na kuanza kuwa strategic, basi jiunge na hii community. Nimekuwekea namba zangu hapo chini, ni check WhatsApp nikuunganishe. Sasa hebu tuanze hatua kwa hatua ili kuelewa jinsi Bitcoin mining inafanya kazi. Ukimtumia mtu Bitcoin, huo muamala wako hauingii moja kwa moja ndani ya blockchain. Kwanza kabisa unaingia sehemu ya kusubiri, yani kama foleni. Miners wanakusanya miamala mingi iliyopo kwenye hiyo foleni na kuipanga kwenye kundi linaloitwa block. Na baada ya hapo miners wanaanza mashindano. Na hayo mashindano yenyewe sio ya kukimbia, bali ni ya kubahatisha namba sahihi kwa kutumia nguvu kubwa ya kompyuta. Sasa mfumo wa Bitcoin unahitaji namba maalumu ipatikane ili block hiyo ikubalike rasmi kwenye blockchain. Miner au mchimbaji anayefanikiwa kuipata hiyo namba kwanza ndiye anayeruhusiwa kuongeza block mpya kwenye mtandao wa Bitcoin. Hii ndio inaitwa proof of work kama ushakusikia hilo neno. Kwa Kiswahili rahisi maana yake ni uthibitisho wa kazi. Mfumo wa Bitcoin unataka kuona kwamba kweli kuna kazi halisi imefanyika. Yaani kompyuta imetumia muda, umeme na nguvu kutafuta suluhisho. Hii inafanya iwe ngumu sana kwa mtu kudanganya mfumo. Kwa nini hii ni muhimu? Kwa sababu isingekuwa ngumu, mtu angeweza kutengeneza miamala ya uongo au kutumia Bitcoin zile zile mara mbili, na hii inaitwa double spending. Mining ndio inazuia udanganyifu huo na kuifanya Bitcoin network iwe salama kila siku. Sasa unaweza kujiuliza, je, hawa miners wanatumia kompyuta za kawaida? Zamani sana ndiyo ulikuwa unaweza kutumia kompyuta ya kawaida kufanya mining. Yaani wakati Bitcoin inaanza, mtu aliweza kumine kwa laptop au desktop ya kawaida. Lakini leo hiyo ni vigumu sana. Kwa hiyo kama una laptop yako au una desktop yako, sahau kuhusu kumine Bitcoin. Ushindani umeongezeka mno. Siku hizi miners wanatumia mashine maalumu zinazoitwa ASIC miners. Hizi ni mashine zinazotengenezwa kwa kazi moja tu ya kufanya mining ya Bitcoin kwa kasi kubwa sana. Na kwa sababu hizi mashine zinafanya kazi kubwa sana, basi pia zinatumia umeme mwingi sana. Hii ndio sababu mining mara nyingi yanafanyika maeneo yenye umeme wa bei nafuu. Yaani usiexpect umeme wa TANESCO ufanyie mining ya Bitcoin. Yaani
utakuwa tunapotea. Kama gharama ya umeme ni kubwa sana, basi miner anaweza kutumia pesa nyingi kuliko Bitcoin anayopata ile kama reward ya kusolve ile block. Kwa hiyo mining sio mchezo wa kubahatisha tu, ni biashara ya hesabu, gharama na ufanisi. Miner akishinda mashindano kwenye ile block anapata zawadi. Zawadi hiyo inajumuisha Bitcoin mpya zinazotoka kwenye mfumo pamoja na ada za miamala zinazolipwa na watu waliotuma na kupokea Bitcoin. Hivyo sasa miners wana motisha ya kuendelea kulinda network kwa sababu wanalipwa kwa kazi yao. Lakini kuna kitu kingine cha muhimu sana. Zawadi ya miners haikai ile ile milele. Kila baada ya muda fulani zawadi hiyo hupunguzwa kuwa nusu. Hii inaitwa Bitcoin halving kama ushawahi kuisikia. Hii ni moja ya sababu zinazofanya Bitcoin iwe adimu zaidi. Mfumo wake umejengwa kwa namna ambayo kutakuwa na Bitcoin milioni 21 tu duniani. Hakutokuja kuwa na zaidi ya hapo. Kwa hiyo mining sio tu ya kuthibitisha miamala, bali pia ndio njia ya Bitcoin mpya kuingia sokoni kwa mpangilio maalum. Fikiria dhahabu. Kadi dhahabu inavyozidi kuwa ngumu kuipata, ndivyo watu wanavyoiona kuwa ya thamani zaidi. Bitcoin nayo ina tabia kama hiyo hiyo. Kadri muda unavyozidi kwenda, kuzalisha Bitcoin mpya kunazidi kuwa kugumu zaidi. Hilo linaongeza umuhimu wake machoni mwa watu wengi sana. Sasa huo ugumu wa mining unaamuliwa vipi? Mfumo wa Bitcoin una kitu kinaitwa difficulty adjustment. Hii ni kama mfumo wa kujirekebisha wenyewe, yani hauhitaji mtu ili ujirekebishe. Kama miners wengi sana wanaingia na kutumia mashine zenye nguvu zaidi, basi mfumo unaongeza ugumu ili block zisiingie kwa haraka sana. Na kama miners wanapungua, basi mfumo unapunguza ugumu kidogo. Lengo ni kuhakikisha kwamba block mpya inaingia kwa takriban kila dakika 10. Na hapa ndipo uzuri wa Bitcoin ulipo. Hakuna mtu anayekaa ofisini na kuamua mambo hayo kwa mkono. Yaani mfumo wenyewe una sheria zake na unazifuata bila upendeleo. Lakini sasa swali ni je, Bitcoin mining ni njia rahisi ya kutajirika? Ukweli ni kwamba sio rahisi kama watu wengi wanavyofikiria. Watu wengi huona tu upande wa kupata Bitcoin, lakini hawazingatii gharama za mashine, umeme, joto, matengenezo na ushindani. Wakati mwingine miner anaweza kupata faida na wakati mwingine anaweza kupata hasara. Ndio maana mining ya leo mara nyingi hufanywa na kampuni kubwa au makundi ya miners wanaounganisha nguvu zao kwenye kile kinachoitwa mining pools. Sasa mining pool ni pale miners wengi wanapoungana kwa pamoja. Badala ya kila mmoja kupambana peke yake, wanachanganya nguvu zao za kompyuta kwa pamoja. Wakipata block wanagawana zawadi kulingana na mchango wa kila mmoja. Yaani kila mmoja anapata kutokana na kile alichochangia. Na hii inawasaidia kupata mapato ya mara kwa mara bila kusubiri muda mrefu bila mafanikio. Hiyo ni njia mojawapo ya kupata mapato kupitia Bitcoin. Zipo njia nyingi sana. Sijui wewe unatumia njia gani kwa sasa, ila ningependa kufahamu. So, niandikie hapo chini kwenye comments mbinu unayoitumia kuwekeza kwenye Bitcoin. Nasoma kila comment na nitajibu kila comment. Sasa mwisho wa siku unapaswa kukumbuka jambo hili. Mining ya Bitcoin sio tu njia ya kuzalisha coin mpya. Mining ndio inathibitisha miamala, inalinda mtandao, inazuia udanganyifu na inafanya Bitcoin iwe decentralized. Bila mining, Bitcoin isingekuwa na nguvu kama nguvu ambayo ipo nayo leo hii. Kwa hiyo ikitokea mtu amekuuliza kwamba Bitcoin mining ni nini, mwambie hivi: Bitcoin mining ni mchakato ambapo kompyuta zenye nguvu zinashindana kutatua tatizo la kihesabu ili kuthibitisha miamala, kuongeza block mpya kwenye blockchain, na kwa kufanya hivyo miners hupata zawadi ya Bitcoin. Sasa ushaona kwamba mining sio uchawi, sio scam na sio kubonyeza app alafu pesa tu zinatoka hewani. Ni mfumo halisi wenye sheria, ushindani, gharama na teknolojia ya juu sana. So kana mafunzo haya kichwani, kwa sababu ukielewa mining basi umeelewa sehemu kubwa sana ya jinsi Bitcoin inavyoishi, inavyolindwa na kwa nini watu wengi duniani wanazidi kuiamini kila siku. Kama umeenjoy hii video basi please like, subscribe na washa kengele ya notification ili usipitwe na video nyingine yoyote ambayo nitaachia, maana naachia video mpya kila wiki. Na pia niandikie hapo kwenye comment neno mining ili nijue umefika mpaka mwisho. Na kumbuka, hii sio financial advice. Fanya utafiti wako binafsi kabla ya kuingia kwenye jambo lolote lile la uwekezaji au crypto. And see you on the next video.